Shalom. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Apostle Amos King. My dear brother and sister in Christ, siku ya leo nina jambo la kushare na wewe kidogo, jambo zuri. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri 10 mstari wa 19. Mstari wa mwisho kabisa Biblia inasema kwamba fedha huleta jawabu la mambo yote. In my observation, nimekuja kugundua kwamba watu wengi wanaotumiaga huu mstari sivyo vile ambavyo inamaanisha. Kwa sababu Mungu amesema you cannot save me and money, you cannot save God and mammon. Unaweza kumtumikia Mungu na fedha au mali. Sasa kwa nini fedha hiyo ni jawabu la mambo yote, na Mungu akwambie uweze kumtumikia mimi na hiyo fedha iliyo jawabu la mambo yote? Na Mithali inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Kwa maana nyingine, si kila jawabu hujibiwa na fedha, na fedha haijibu mambo yote kama inavyozungumza pale, bali Suleiman alichokimaanisha, fedha inakupa access kwa mambo mengi ya mwilini. Utahitaji kula, utahitaji kuvaa, utahitaji kusafiri, utahitaji kununua, lakini kuna mambo ambayo fedha haiwezi kukupa. Fedha haiwezi kununua wokovu. Fedha haiwezi kununua mambo ya rohoni. Biblia inasema kwenye Ufunuo ile sura ya 5, Biblia inasema kwamba kisha nikaona kitabu, Yohana anazungumza, wala hakuna ambaye aliweza kufunua kile kitabu isipokuwa mmoja tu ambaye ni mwanakondoo wa Mungu, yeye aliyechukua dhambi ya ulimwengu. Na huyu aliweza kufungua kwa sababu alimnunulia Mungu watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Unaona, kumbe fedha ina ukomo, haikupi jawabu la mambo yote. Kuna jawabu la wokovu unalipata kwa sababu Yesu alikununua, si kwa fedha bali ni kwa damu yake kumwagika msalabani. Fedha haiwezi kukupa kipawa cha rohoni. Usipokuwa makini, adui atakuletea fedha na kuiba kipawa chako cha rohoni. Utaitumikia fedha, utamtumikia mammon badala ya kumtumikia Mungu, kwa sababu umeikubali fedha ikutawale na si Mungu. Anaanza Mungu, unafuata wewe, fedha inakuwa chini yako. Akianza Mungu, ikifuata fedha, ukafuata wewe, utakuja kujichanganya. Hawa ni mabwana wawili, uwezo ukawatumikia kwa wakati mmoja. Utampenda fedha, utamwacha Mungu, utamchukia Mungu. Utataka vya Mungu, visipokupa fedha utamkimbia Mungu na kuifuata fedha, kwa sababu fedha bado inakutawala. So I want you to understand kwamba fedha inakupa jawabu la mambo yote, lakini si yote kama unavyowaza. Ni mambo yote, mengi ni ya mwilini, si ya rohoni. Ila jawabu linalokupa mambo yote ya rohoni na ya mwilini ni jawabu la ulimi linalotoka kwa Mungu. Shalom.